Wapendwa, ninawasalimu tena katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na tamani sana kuzungumzia jambo ambalo kwa kweli ni huzuni kwa wakati wetu wa sasa. Na zaidi sana neno hili nataka likufikie wewe ambaye ni mtumishi wa Mungu na hudumu kwa njia yote ile, ama kwa uimbaji, ama kwa kuhubiri, ama kwa njia yote ile kabisa. Sijui kama tunaweza kuangalia dunia wapi inaelekea, ubaya wa aina gani unavyoendelea katika dunia ya sasa, kwenye mazingira tunayoishi na katika nchi zetu. Ukweli ni kwamba hata kama tulisikia dhambi ya Sodoma na Gomora, lakini nafikiri kwa wakati wetu imezidi sana. Na kama hata watu wa Sodoma na Gomora wangekuwepo sahihi na wakiruhusiwa kurudi waitazame dunia ya leo, watasema kweli Mungu aliwaonea. Maana yanayofanyika kwa wakati huu ni mbaya zaidi kuliko wakati wa Sodoma na Gomora. Kinachoshangaza ni kwamba wakati wetu huu ndio kipindi kizuri ambacho kina wahubiri wengi, waimbaji wengi na wahudumu wengi wanaohudumu ndani ya kazi ya Mungu, na sana imekuwa ni kama fujo na kila mtu anatamani kazi hii. Lakini ole ni sana ni kwamba hakuna mtu anayejua malengo ya kazi anayoifanya, na kila mtu amekuwa ni kana kwamba Mungu anataka kitu kimoja tu: kuwafariji watu, kuwaambia ya kwamba Mungu atawatetea, Mungu atawapigania, atawaokoa na mateso haya, na mtaenda ngambo, mtaenda nchi za nje. Na sasa hiyo ndio inakuwa ni huzuni ya Mungu, na watu wanajifanya ni kwamba hawaoni kinachoendelea, wakati vijana wanaangamia, watoto wanaangamia, watu wazima wanaangamia. Kila mtu amepotoka kabisa kwenye mawazo yake. Watu wanaona mabaya kuwa ndio mema, na zaidi yale mema wanaichukua kama ushamba, na hii inamchukiza Mungu. Nafikiri hata kwa moyo wa Mungu anapoitazama dunia anatoa machozi. Sijui kama mnatazama hali ya chuki ya aina ambayo iko kwenye dunia ya sasa. Hakuna mtu anayeikemea chuki. Hakuna mtu anayekemea hali ya uongo ambao unatawala. Uongo imekuwa kama mojawapo ya matunda ya Roho. Inaweza kuongelewa hata madhabahuni. Ndio maana Biblia ilisema ya kwamba siku hizi mtakapotazama machafuko ya uharibifu, yani kuna machafuko tena ya uharibifu inaanza kutajwa mahali ambapo hapafai, basi itakuwa ni hatari sana. Hapo inafaa kujiokoa. Ndio maana akasema na katabiri ya kwamba jiokoeni na kizazi hiki kipotevu. Kizazi hiki kweli ni cha upotevu sana. Kwa hivyo kama mtu hatachukua maamuzi, nafasi ya kusema anajiokoa mwenyewe, atapotea pamoja na dunia. Kama kuna maandiko yaliandikwa kwenye Biblia ya kusema ya kwamba aipendaye dunia ni adui wa Mungu, kwa sababu dunia na tamaa zake zote zinaenda kuangamia. Nafikiri ni kwa kizazi chetu. Kizazi chetu ni dunia ndio imetawala. Watu wanaishi ni kama hawana Mungu. Makanisa yamekuwa ni kama ushirika tu vya watu wanaoungana ili kwenda kuzungumzia mambo yanayowahusu na kuwafariji kwenye shida zao. Lakini je, wapendwa, hiyo ndio mapenzi ya Mungu? Wahubiri wanaohubiri hawahubiri kinachotakiwa. Wanasema tu kuhusu namna gani utakavyoishi uheri wako hapa duniani. Kuwafariji watu kutoka taabu zao sio ndio mapenzi ya Mungu hata kidogo. Waimbaji wanavyoimba na wanayoyaimba yote ni kufariji watu na kuwaambia kwamba Mungu ataingilia kwenye mambo zao na atawaokoa. Yaani wanamsemesha Mungu uongo mtupu. Ni maombi gani, ni mahubiri gani, ni nyimbo gani zinazoweza kumleta mtu karibu na Mungu? Zote zinaleta mtu kwenye mambo ya kumwonyesha kwamba Mungu anaweza, Mungu anatosha, Mungu anaokoa, Mungu anatetea, Mungu anatupigania. Yote ndio inaleta mtu pale, lakini inasahau kuleta message, ujumbe ya kumrudisha mtu kwenye njia sawa.
wakati wale ambao mnaowaambia kwamba Mungu atawasaidia wapo kwanza nje ya ule Mungu, wapo nje ya njia ya msaada wa Mungu. Hata kama wanapofarijiwa hivyo, ukweli ni kwamba hawatapata msaada wowote kutoka kwa Mungu. Ndio maana nimesema ya kwamba wahubiri, waimbaji na wote wanaohudumu, neno hili linawafaa. Na utapata nyimbo zote zinazoimbwa leo, wanaozipenda sana ni wale walevi, waizi, wale wauaji. Kwa sababu sasa wakati unapoambia mtu kwamba Mungu atakutetea, huwezi kujipigania mwenyewe, maana utapiganiwa na Mungu. Mungu atakuwa mwokozi wako, atakutengenezea njia. Mtu ametoka kwenye wizi na anasikia woga wasimshike, lakini akiweka nyimbo ya kusema ya kwamba usiogope, Mungu hataacha wakupate, atakufunika kwenye bawa zake, anajipa moyo akisema ya kwamba asante, mwimbaji nitamsaidia, na anakutumia sadaka kusema nyimbo zako zinanibariki. Kwa sababu kweli alipokuwa kwenye hali mbaya, akiogopa wasimshike, nyimbo yako ikampata, akaweka nyimbo na ikampa moyo, na baadaye anakutumia sadaka, na baadaye unajisikia ni kama uko kwenye kazi ya Mungu. Ndugu zangu, kuna siku tutaulizwa hiki tunachokifanya, mahubiri tunayoyahubiri, kwani Mungu ana neno moja tu? Watu wanahubiri kitu kimoja tu. Yaani imekuwa ni kitu ambacho kinaenea katika dunia, dini moja ambayo inahubiri kitu kimoja kinachosema ya kwamba hata kama uko jinsi ulivyo, Mungu hatakuacha, hajakusahau, atakupigania, atakutetea. Lakini je, wahubiri tunaona kile ambacho watu wanapitia? Ni kama tunazungumzia kitu ambacho kiko nje ya watu ambao tunawazungumzia. Yaani tunafikiri tunazungumzia hawa watu, lakini ukweli ni kwamba message tunayoisema sio yao, ni ya watu wengine kabisa, ni ya watu ambao hawajazaliwa labda, na tunawaambia mambo ambayo haiwahusu, na kweli hayawapati, haiwafikii na haiwasaidii, kwa sababu hawa watu unapowatazama wako kwenye njia zao kabisa tofauti na zile za Mungu, na kile ambacho Mungu anataka kwao sio kile ambacho tunawaeleza, sio kile ambacho tunawaimbia. Mimi ni sikitiko langu ni kubwa sana ninapozunguka hata kwenye dunia hii, napata vijana, aina ya uasherati ambayo inafanyika sio ile hata ambayo Mungu alikuwa akikemea kwenye Biblia ndani ya Sodoma na Gomora. Ni aina ya ajabu sana. Ni aina ambayo mtu anaweza kufanya uasherati barabarani. Ni aina ya mtu ambaye anaweza kufanya uasherati na mnyama, anaweza kufanya uasherati na ndugu yake, na mama yake mzazi, na baba yake mzazi, na anapoambiwa kwamba alifanya hivyo anajisifia na anaweza kujitetea. Na ninashangaa kwenye redio za tofauti, nimezunguka kwenye nchi zingine, nimeona Kenya kuna vipindi vya mtu anasema kile alichofanya na wanasema anatoboa siri. Unapata mtu anajigamba na anajisifia kwa mabaya aliyoifanya, yaani chukizo la kuharibu, chukizo la uharibifu, na anasema nataka kumwambia babangu ya kwamba aishi akijua ya kwamba ule mtu anayetembea naye hata mimi ni mke wangu, na anajichukulia hicho kama sifa aliyo nayo. Na wakimuuliza kwa nini sasa unafanya hivyo, na unafanya hivyo unasikia nini, anasema jamani, kitu kizuri sana, kwanza siwezi kumwacha huyu. Sasa babako sasa anasema naye kitaka anaendelea, lakini awe anajua kwamba hiki kitu kipo. Hamna tena majuto. Wale ambao tunasema ni watu tunaowahubiri, hamna kilio cha kuona upendo wa Mungu, mwito wa Mungu, utakaso wa Mungu, utakaso kwenye mahubiri. Hawatakaswi tena kwa neno, hawaguswi na neno. Wahubiri wa zamani kina Petro walipohubiri, Biblia inasema watu wakaguswa na wakaanza kusema, sasa baada ya hayo tufanye nini? Maana mioyo zao ziliguswa na zikahukumiwa na neno lililoshuka na likawaonesha uchi wao, na wakatamani kupata msaada. Lakini leo wanapohubiriwa wanapokea nini? Watu wanaishi kwenye makanisa wakicheka tu, wanafurahishwa na mahubiri, wanacheka, ni kama wameguswa mahali pa kuchekesha, na wanaporudi wanasema ndiyo, mahubiri ya leo ilipendeza sana. Lakini anayebadilika hamna hata mmoja. Wote baada ya hapo wanarudi kwenye maisha yao ya kawaida. Kwa hivyo hakuna kitu kipya kinachoendelea.
Kama wewe ni mtu wa Mungu, unafanya kazi ya huduma, rudi nyuma na ujiulize, je, nafanya mapenzi ya Mungu ama pia naeneza tu kampeni ya watu waliojituma kutangazia watu salama?